أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpendwa msikilizaji wa Afya Radio na mtazamaji wa kipindi maalum cha wafahamu Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam, tukiwa tumemaliza kuangazia khutba ya kwanza miongoni mwa khutba 6 alizozitoa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika khutbat al-wada, katika hijjatul wada. Twende tukaangazie khutba ya pili. Wa fil kafi, katika usuli al-kafi, الجزء الأول, juzu ya kwanza, ukurasa wa 403. قال سفيان الثوري لصاحبه, Sufyan الثوري anasema kumwambia rafiki yake, sahiba wake, idhhab bina ila Jaafar bin Muhammad, nisindikize twende kwa Jaafar bin Muhammad, yani Jaafar as-Sadiq alayhi salam. Qala fadhahabtu ma'ahu ilayhi, anasema tulikwenda naye kwa Imam Jaafar as-Sadiq, fawajadnahu qad rakiba dabatahu, tukamkuta amekwisha panda kipandwa chake anataka kuondoka. Faqala lahu Sufyan, Sufyani akasema kumwambia Imam Jaafar as-Sadiq, ya aba Abdillah, hadithna bihadithin khutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid al-Khayf, tafadhal tunakuomba utusimulie hadithi ya bwana mtume aliyoitoa khutba katika masjid al-Khayf. Qala da'ni hatta adhhaba fi hajati fa inni qad rakibtu, Imam Jaafar Sadiq akamwomba akasema, nakuomba uniache niende kwanza nika timize majukumu yangu na shida zangu, kwa sababu umenikuta nimesha panda kipandwa. Nikirudi fa idha jitu hadathtuka, nikirudi nitakusimulia. Faqala, Sufyani akaendelea kusema, as'aluka biqarabatika min rasulillah, ninakuomba kwa ule ukaribu wako na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, lama hadathtani, usiondoke isipokuwa umenihadithia ile khutba ya Masjid al-Khayf katika hijjatul wada. Qala, akasema, fanazala, akashuka al-Imam Jaafar Sadiq kutoka katika kipandwa chake, akaakhirisha safari yake kwa lile ombi la kwamba kule ukaribu wako na bwana mtumi sallallahu alayhi wasallam, na kuomba usiondoke isipokuwa umetusimulia khutba ya bwana mtume katika Masjid al-Khayf. Akateremka katika kipandwa chake Imam Jaafar Sadiq, faqala lahu Sufyan, kisha Sufyani akamwambia Imam Jaafar Sadiq, murli bidawatin wa qaratasin hatta uthbitahu, naomba uniagizishie kidau cha wino na karatasi ili kila unachokisema nikiandike. Fadaa bihi, Imam Jaafar Sadiq akamuitishia aletewe kidau cha wino na karatasi. Thumma qala uktub, kisha akamwambia anza kuandika. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Khutbatu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi Masjid al-Khayf, khutba hii ni khutba ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika Masjid al-Khayf. Anasema, nadhara Allahu abdan sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha man lam tablughuhu. Akasema katika maneno aliyoyasema mtume Muhammad, nadhara Allahu abdan, Mwenyezi Mungu amnawirishe mja ambaye sami'a maqalati, aliyesikiliza maelezo yangu, maneno yangu, fawa'aha, akayafahamu na akayahifadhi katika akili yake na moyo wake, waballaghaha man lam tablughuhu, na akamfikishia mtu ambaye hakupata nafasi ya kusikia mwenyewe wala kufikishiwa ujumbe huu. Ya ayuhan nas, kisha mtume anaendelea sema, enyi watu,
liyuballigh ash-shahid al-ghaib, liyuballigh ash-shahid al-ghaib, na ahakikishe kila aliyeshuhudia, aliyehudhuria hapa, aliyesikia mwenyewe na kuona mwenyewe, ahakikisha anamfikishia ambaye hayupo. Farubba hamili fiqhin, huenda mtu aliyebeba sharia laysa bifaqihi, sio mwana sharia. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, na huenda mtu aliyebeba sheria akapeleka kwa mtu ambaye ni mjuzi zaidi yake kunako sheria hizo. Mtume anaendelea kutiririka, asema thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslim, mambo matatu hayawezi, la yaghillu alayhinna qalbu mri'in muslim, hayawezi mambo matatu haya kuupotosha moyo wa mtu ambaye ni Muislamu. Mambo matatu haya hayawezi kumpotosha mtu ambaye, moyo wa mtu ambaye ni Muislamu. Mambo hayo matatu ni yepi? Ikhlasul amali lillah, jambo la kwanza, kufanya amali yoyote, kazi yoyote kwa ikhlasi, nia ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kila unachokifanya ukifanya ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na sio unakifanya kwa ajili ya kutafuta ujiko, kwa ajili ya umaarufu, kwa ajili ya kujulikana, kwa ajili ya kipato, kwa ajili ya nafasi, kwa ajili ya cheo, kwa ajili ya bosi. La, ufanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kila kitu unachokifanya, ukisimama kuswali iwe lillahi, ukitoa zaka iwe lillahi, ukienda hija iwe lillahi, ukifunga Ramadhani iwe lillahi, ukitoa sadaka iwe lillahi, ukizungumza iwe lillahi. Kila utakachokifanya kiwe ni kwa ikhlasi al-amal lillah. Jambo la pili, wan-nasihatu li a'immati al-muslimin, na nasaha za maimamu wa Waislamu, nasaha za maimamu wa Waislamu, yani nasaha za ahlul bait alayhim salatu wassalam, maneno ya ahlul bait alayhim salatu wassalam kwa Waislamu. Hizi nasaha za maimamu wa Waislamu, yani ahlul bait alayhim salatu wassalam, haziwezi kamwe kuupotosha moyo wako hata siku moja. Kama kila kitendo utakachokifanya pia kwa ajili ya Allah, moyo wako hauwezi kuangamia, hauwezi kupotea hata mara moja. Aimmatul Islam, yani ahlul bait alayhimus salam, anasema waluzumu li jamaatihim, na kuendelea kushikamana na kuambatana, li jamaatihim, na jamaa zao hao ahlul bait alayhim salatu wassalam. Fa inna da'watahum muhitatun min waraihim, fa inna da'watahum, hakika maombi yao, muhitatun min waraihim, yamezunguka, min waraihim, yamewazunguka nyuma yao. Dua zao hazipigi chini. Almu'minuna ikhwatun, Mtume akaendelea kusema hakika waumini ni ndugu. Tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum. Almu'minuna ikhwatun, Mtume anasema waumini wote ni ndugu. Tatakafa'u dima'uhum, damu zao ni wao kwa wao, zimesalimika damu zao wao kwa wao, hairuhusiwi kumwagika damu ya yoyote. Wahum yadun ala man siwahum, na wao wote ni mkono huu, ni nguvu hii moja kwa wasiokuwa wao. Yani Waislamu ni wamoja, ni ndugu, washikamane.
wawe ni nguvu moja, ni sauti moja dhidi ya wasiokuwa wao, dhidi ya maadui zao, dhidi ya wasaliti wao. Wahum yadun ala man siwahum, na wao ni mkono huu, ni nguvu hii, ni sauti hii dhidi ya wasiokuwa wao. Yas'a bidhimmatihim adnahum, anapigania na kupambania bidhimmatihim, kwa dhima yao, adnahum, yule wa chini yao. Yani kila mmoja anapambana kuhakikisha anaokoa nafsi ya mwenzake, dhima ya mwenzake. Fakatabahu Sufyan, yote akayaandika. Thumma aradahu alayhi, kisha akampitia, yani Sufyan akampa Imam Jaafar Sadiq hakiki aliyoyaandika, ndivyo alivyoyanukuu. Warakiba Abu Abdillahi, kisha Abu Abdillah akapanda, yani Imam Jaafar Sadiq akapanda, baada ya kuhakiki kile kilichoandikwa katika ule waraka kiko sawasawa, akachukua kipando chake akaondoka. Wajitu ana wa Sufyan, anasema kisha mimi na Sufyani sasa tukarudi tulikotoka. Falamma kunna fi ba'd at-tariq, tulipokuwa njiani, qala li, alisema kuniambia mimi, nani? Sufyani, kama ant hatta andhura fi hadha alhadith, hembu subiri kwanza tuangalie hiki kilichoandikwa katika huu waraka kwa makini. Qultu lahu, nikasema kumwambia, qad wallahi alzama Abu Abdillahi raqabataka shay'an, hakika Mwenyezi Mungu anamwapa Mwenyezi Mungu huyu mwenzake na Sufyan. Qad alzama Abu Abdillah, wallahi naapa kwamba Abu Abdillahi amekulazimisha, yani amekuwajibishia, raqabatika shay'an, shingo yako kwa kitu, yani kuna kitu amekuwajibishia katika shingo yako. Qad wallahi alzama Abu Abdillahi raqabataka shay'an, shingo yako imewajibishiwa kitu fulani hapo, umekielewa? La yadhhabu min raqabatika abadan, hiki kitu hakitoondoka katika shingo yako milele, ni wajibu utekeleze. Faqala, akasema, wa ayu shay'in dhalik, hicho ni kitu gani ndugu yangu? Faqultu lahu, nikasema kumwambia Sufyan, thalatha, haya mambo matatu, la yaghulla alayhinna qalbu imri'in muslim, kwamba moyo wa muumini hauwezi ukapotea juu ya mambo haya mangapi? Matatu. Siku zote utakuwa umenyooka kama rula. Ikhlasul amal lillah, kwanza kila utakachokifanya ukifanye kwa ikhlasi ya Allah, kwa kujikurubisha mbele ya Allah. Qad arafnahu, hili swala limeeleweka wala halina mjadala. Wan nasihatu li a'immatil muslimin, na hizi nasaha za maimamu wa Waislamu. Man haula al-a'imma, hawa maimamu ni akina nani? Alladhina yajibu alaina nasihatahum, ambao sisi ni wajibu kuchukua nasaha zao, kuchukua maamrisho yao, kuchukua maelekezo yao. Muawiya ibn Abi Sufyan, je, atakuwa ni Muawiya ibn Abi Sufyan? Wa Yazid ibn Muawiya, na Yazid ibn Muawiya. Wa Marwan ibn al-Hakam, labda na Marwan ibn al-Hakam. Wa kullu man la tajuzu salatu khalfahum, na hawa wote ambao hata haijuzu kuswali nyuma yao, ndio iwe ni wajibu sisi kuchukua maamrisho yao na saha zao. Wa qawluhu, na kauli yake anasema, waluzumu li jamaatihim, fa ayul jamaa, na pale aliposema neno la tatu, na kushikamana na jamaa zao, fa ayul jamaa, hii jamaa ni ipi? Hawa jamaa ni watu gani wanaokusudiwa? Murji'un yaqul, murji anasema, man lam yusalli wa lam yasum wa lam yaghtasil min janabatin, yani tuchukue kauli ya huyu murji ambaye anasema man lam yusalli, mtu ambaye haswali, wa lam yasum,
na mtu ambaye hafungi, walam yaghtasil min janabati, na mtu ambaye haogi kutokana na janaba, wa haddama alkaabata, lakini pia amebomoa alkaaba, wa nakaha ummahu, na alimuoa mama yake, yani alimuingilia mama yake, fahuwa ala imani Jibrail wa Mikail. Je, hata huyo yupo katika imani ya Jibrail na Mikail? Aljawabu la, haiwezekani mtu wa sampuli hii. Au qadriyun yaqul, au huyu qadriyun anayesema yaqul la yakunu ma shaa Allahu azza wa jalla wa yakunu ma shaa Iblis, kwamba hakiwi kile alichokitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini kinakuwa kile alichokitaka Iblis. Mtu mwenye itikadi hii tumfuate? Wanajadili sasa hapo kwenye yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au haruriyun yatabarra min Ali ibn Abi Talib, au huyu mtu haruri ambaye anajitenga mbali kunako Ali ibn Abi Talib, wa yashhad alayhi bilkufur, ambaye anashuhudia kwamba Ali ni kafiri. Au jahmiyun yaqul, au jahmiya ambapo anasema inma hiya ma'rifatullah wahdahu laysa liiman shay'un ghayruha, kwamba huyu jahmiya anasema inma hiya ma'rifatullah, inatosha kumjua Mwenyezi Mungu wahdahu, peke yake, laysa liimanu shay'un ghayruha, hakuna imani isipokuwa kitu kingine, hakuna iman. Laysa liimanu shay'un ghayruha, imani sio kitu kingine zaidi ya kusema nini? Zaidi ya maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu. Yani anakusudia kwamba ukisema unamjua Mwenyezi Mungu inatosha kuwa ni imani, hata kama hukutekeleza maamrisho yake na makatazo yake. Maadamu wewe umesema tu kwamba unamjua Mungu inatosha. Je, haya ndio maandiko tuyashike? Wanajadiliana wao. Qala waihak, akasema ole wako. Sufyan anasema ole wako. Wa ayu shay'in yaqulun, ni kipi wanachokisema wao? Fakultu, anasema nikajibu, yaquluna inna Ali ibn Abi Talib, wao wanasema hakika Ali ibn Abi Talib, wallahi, kwa namwapa Mwenyezi Mungu, al-imamu alladhi wajaba alaina nasihatahu. Hapa Imamu Ali ndiye ambaye ni imamu ambaye wajaba alaina nasihatahu, ni wajibu sisi kushikamana na nasaha zake, maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Ni al-Imamu Ali ibn Abi Talib. Wanajadili wenyewe katika ile hutuba ya Bwana Mtume hapa. Waluzumu jamaatihim, na ile kushikamana na jamaa yao, kulazimiana na jamaa yao, yani ahlul bait alayhim salatu wassalam. Yani wanaokusudiwa hapa ni ahlul bait alayhim salatu wassalam. Qala, akasema Sufyan, fa akhadha alkitaba fakharaqahu, akaichukua ile karatasi aliyokuwa ameandika ile hutuba nzuri ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosimuliwa na Imam Jaafar Sadiq, akaichana chana. Thumma qala, kisha akasema, la tukhbir biha ahadan, hakikisha humwambii mtu yeyote yule. Intaha. Hii ni khutba ya pili katika zile khutba 6 ambazo zimezungumzwa na mtume au zimetolewa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama katika Hijjatul Wadaa, na hii ni khutba aliyoitoa katika Masjidul Al-Khaif. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.